Mradi huu wa USAID Afya Shirikishi ni moja kati ya miradi zaidi ya 12 ambayo tunaitekeleza hapa AMREF. Kama unavyojieleza, umefadhiliwa na shirika la Kimarekani la misaada la USAID na unatekelezwa kwa miaka 5. Ulianza tangu 2020 mpaka 2025 ndio utakuwa unamalizika. Kwa mdau mkubwa sana katika mradi, kwanza ni mfadhili mwenyewe USAID, lakini serikali ya Tanzania katika kuamua mradi uwepo na kuhakikisha kama unatekelezeka katika ngazi zote. Kama AMREF tumekuwa tukipokea ufadhili moja kwa moja kutoka kwa mfadhili wetu, lakini tukihusika na serikali, lakini kuna wadau wengine ambao nao ni mashirika yasiyokuwa ya kiserikali ambao tumefanya nao kazi, wakiwepo TCDC, KUTA na SHIDEFA. Mradi huu ulikuwa na lengo kubwa moja ambalo ni kuwafikia wale ambao wana changamoto za kifua kikuu lakini hawajafikiwa katika ngazi ya jamii, na wapengo ambao hawajafikiwa na huduma za uzazi wa mpango katika ngazi ya jamii. Sasa katika swala la TB tulijikita sana kwenye upande wa jamii. Tatizo kubwa la TB ni kutokutambua wagonjwa wenye kifua kikuu, na hata akitambulika kuingia kwenye tiba, na hata akiingia kwenye tiba kuzingatia ile tiba mpaka amalize matibabu yake. Kwa hiyo mradi unamgusa jamii kwa kumpa ufahamu, lakini pia kumuibua ambaye ana maambukizi ya kifua kikuu na anayebulwa aende kwenye matibabu. Na kwa sababu ukimfikia mtu pia ni wakati mwafaka pia kuelezea masuala mengine ya afya kwa mtambuka. Kwa hiyo masuala ya afya ya uzazi pia yameingizwa humo ndani. Kwa hiyo katika mikoa 4 ambayo tuliamua kufanya masuala ya uzazi wa mpango, ni mikoa ile ambayo ilionekana mapokeo ya uzazi wa mpango yako chini, ambao umeona ni mikoa iko pembezoni. Sasa sisi wakati tunaanza huu mradi tulikuta 17% ya wagonjwa ambao wanapatikana kwenye ngazi ya jamii, na tumeweza kuongeza mpaka 34% ambao ni zaidi ya lengo la Wizara ya Afya. Jambo lingine pia, kwa kutumia hawa wahudumu wa ngazi ya jamii ambao tumewasomesha na tunawawezesha na vifaa na kadhalika, wanaweza pia kutumiwa kutafuta wale wagonjwa ambao wanapotea. Sasa kazi kubwa ambayo tunaifanya ni kuwafuatilia majumbani na kuhakikisha kwamba wanarudi kwenye kituo cha afya, na utakuta kwamba katika wagonjwa ambao wamepotea 95% wameweza kupatikana na kurudi kuendelea na matibabu. Tunafahamu wagonjwa wengi ambao wakianza kupata dalili za kifua kikuu wanakimbilia kwa waganga wa kienyeji ama traditional healers, na kwa hiyo tuligundua kwamba tukiwashirikisha wale traditional healers au waganga wa kienyeji, wataweza kutoa elimu na maelezo sahihi ili wale wagonjwa waweze kwenda kupata dawa, pamoja na dawa ambazo watakazokuwa wanawapa labda za kienyeji ambazo wamezoea wale wananchi na jamii, lakini pia watatoa ushauri. Na kwa hiyo wote walifundishwa vizuri sana, wakiona hizo dalili wanaweza kuongea nao, kuwapa mwongozo sahihi na wakawarifaa kwenda kwa ajili ya matibabu. Lakini pia wengine ambao tumeshirikiana nao ni viongozi wa dini, na tukawapa elimu, tukawapa miongozo. Wamekuwa msaada mkubwa sana katika kuelimisha jamii kiimani. Kwa kutumia hawa wafanyakazi na wahudumu wa ngazi ya jamii, tumeweza kufikia watu 3 milioni wakipata ujumbe na elimu kuhusu kujitambua, kuhusu kifua kikuu, kupima na kujikinga.